Mimi kazi yangu ni kungwi, nasinga watu, nafunda wanaume, nafunda wanawake, nafunda mpaka hata watoto wadogo ambao hawaja kwenda kuolewa. Kuna watu wengine, wala nyinyi ambao hamjaolewa, mnakaa na waume, wala msiogope. Unaweza kuja kufundwa ukajua jinsi ya kukaa na huyo mwanamume wako ili akapeleka mahari akakuoa. Kwa hiyo wala usiwe muoga. Kazi zote mimi nazifanya, na mimi ni MC pia. Asa wa kitchen party. Kiniaka kwenye kitchen party yale mambo yetu fulani, utaenjoy. Mimi leo bwana niko kwenye The EXO kwa ajili ya kuwaelimisha na kuwakumbusha kuhusiana na swala la usafi. Tukizungumzia usafi, hatuzungumzii usafi wa mazingira peke yake. Usafi wa full package. Kuna usafi mpaka wa moyo. Kuna usafi wa akili. Kuna usafi wa matendo. Kuna usafi pia wa chumbani wa kwenye tendo la ndoa. Usafi uko everywhere. Sio usafi tu kwa sababu kafagia, kaosha vyombo, ujue usafi. Usafi uko kwenye engo nyingi sana. Tukizungumzia usafi ni full package ya usafi. Wanawake baadhi yetu huwa ni wachafu sana. Hasa sisi watoto wa kike. New generation ni wachafu mno. Mno. Nikizungumzia uchafu, hapo ulipokaa usikae, usimame. Kuna mtu leo, mwanamke yupo hapa ambaye nazungumza naye, ananiangalia na kunisikiliza. Ana mtoto wa mwenzie, anamlea. Mamake alikufa huko tangu askari wavaa vipensi. Mtoto kamlea tangu mdogo, ni kumtesa tu. Mtoto ni kumtesa tu. Isitoshe hapo kwenye kumtesa, anatoka na kwenda kwenye mambo ya ushirikina. Anakwenda kumfanyia yule mtoto asifaulu, kama ni wa kike asiolewe, kama ni wa kiume asiwe na maendeleo yote, awe yupo tu kama taira mandazi. We dada wewe, we mama wewe, nikwambie tu sio kweli. Lazima uwe na usafi wa fikira na usafi wa moyo, hivi unavyomfanyia mtoto wa mwenzio. Na ndio maana wengine kwenye maisha yenu ambarikiwi. Una mtu leo unamlea mtoto wa mwenzio, wewe hata mimba ya kutoa hujawahi kutoa. Hilo nalo sio dogo. Kuna mtu leo unamnyanyasa mtoto wa mwenzio, wewe hata mimba ya kutoa hujawahi kutoa. Kuna mtu leo unamuombea mtoto wa mwenzio mabaya, asiolewe, asifaulu. Una mwanao ni zuzu humo ndani. Hasa wale wanaoombea watoto wa wenzao mabaya ndio wa kwanza Mungu kuwapa majanga. Kuna wengine mna watoto wenu hawana akili shule, hawajaolewa, hawajatolewa hata barua. Wengine waenda kuzeeka, hata barua hawajatolewa. Lakini sababu ni nini? Ni wewe mama uliyekaa hapo unanitazama na kuniangalia na kunisikiliza. Una uchafu wako wa nafsi. Wanawake sisi baadhi yetu ni wachafu. Kuna watu leo mabinti zenu hata kutolewa barua hawajawahi wazeeka ndani ya nyumba kwa sababu ya uchafu tu wa wewe mama. Umelea watoto wa wenzio, umewaroga sana wasifanikiwe. Umewafanyia sana fitna na baba yao, watoto wasipendwe na baba yao kwa sababu tu wewe upo umezaa watoto wako wawili, kila saa kuwasogeza watoto wako mbele kwa baba yao, wapendwe wao, wawe na akili wao. Lakini watoto wa mwenzio waweka nyuma na kuwaroga wasiwe na akili wala wasifanikiwe. Nikwambie tu wewe mama, fikiria kuna Mungu. Siku zote ukimfanyia ubaya mtoto wa mwenzio, ubaya unarudi kwa mtoto wako. Nasema na wewe mtoto wa kike ambaye umeolewa, uko ndani ya nyumba yako. Ndani ya nyumba yako, pampers za mtoto wako ziko everywhere. Sitting room kuna pampers chafu. Jikoni kuna pampers chafu za kinyesi ziko jikoni, sehemu ambayo watu wanapika chakula. Chooni kwako, maana siku hizi tuna self. Chooni kwako kwenye self pampers zimejaa. Nyumba ina pampers everywhere. We mtoto wa kike wa 2000. Uchafu hujawahi kumweka mtu ndani ya ndoa. Uchafu hujawahi kumfanya mtu afaulu kwenye maisha. Nikwambie wewe dada ambaye uko ofisini, wewe ndio umepewa cheo, wewe ndio unosimamia wanawake wenzio. Utaki wenzio wavae vizuri wapendeze. Kila siku ukija ofisini unahila kwa watoto wa kike wenzio. Umeona mwenzio ana nywele yake nzuri, kajichanga huko, sijui kacheza mchezo wa nywele, kaja akapendeza, ananishinda mpaka mimi bosi. Ananishinda. Ujielewi we bosi. Ujielewi watu wakufanyeje? Wewe ujielewi. Wenzio wanajielewa, ndio maana wanavaa mabwanga yao, wanavaa suti zao. We bosi lakini ujielewi. Una magauni yako ya 25. Waonea wivu wenzio, kila siku wataka kuharibia wenzio kazi, wafukuzwe, ubaki wewe kwa sababu tu ujielewi. Nikwambie we dada mwenye moyo mchafu,
ambaye uko na rafiki yako mpenzi, uko naye jirani hapo, utaki aolewe, utaki awe na mahusiano, anapokuwa na bwana wewe ndio kwenda kumtilia fitina. Afai huyo, hajatulia huyo, ana lolote huyo. Kwanza mama yake mchawi, kwao wachawi, mjomba wake mlevi. Wewe dada, wewe, tukizungumzia usafi, tuuzungumzia usafi mpaka kwenye moyo, usafi wa ubongo. Kuna watu wengine mna roho mbaya mpaka akili hamna. Nyinyi wanawake baadhi yenu mna roho mbaya mpaka akili hamna. Utaki kumuona mwenzio anunue hata uwanja wa kuchezea rede, na ikiwa mwenzio anafanya kazi, anapokea mshahara mzuri, kwa nini asinunue kiwanja chake? Kwa nini asijenge nyumba yake? Kwa nini asivae vizuri? Kwa nini asibebe simu ya maana? Utaki. Wataka kila siku uwe mtoto wa kike, uwe wewe tu. Gari uwe nayo wewe, simu nzuri uwe nayo wewe, mwanamume wa maana uwe na yeye, kuvaa uvae wewe. Sio kweli. Huo ni uchafu. Huo ni uchafu. Nasema na wewe binti mdogo ambaye uko na mwenzio shule, ana akili kupita kiasi, una kazi ya kwenda kwa bibi yako huko, ni mwanga kumwambia mwenzio asiwe na akili, asifaulu shule. Nakwambia wewe binti wa 2000 ambaye uko form 4 sijui ni form 6, kwenda kumharibia mwenzio masomo kwa wachawi, kwa waganga, kwenda kumfanya mwenzio asitoboe masomo yake. Mimi nikwambie, kama atadini tudani, kila kibaya unachomfanyia mwenzio ujue na wewe kitakutokea, kitakurudia. Kama sio kwako ni kwa kizazi chako, kama sio kwa kizazi chako ni kwa wajukuu zako au vitukuu vyako. Wanawake baadhi yetu tuna roho ngumu mno. Saa zote kuna mtu kakaa roho ya mpiga matwari, ataka kuone tu ukikawa mwadisi ya njaa. Mimi sijakula leo, sina hata nauli, nakwambia. Maana leo nataka niende Clouds, sina nauli. Leo nakwambia nisaidie hata 2000. Nakwambia yani nyinyi ni tabu mnazozitaka wenzenu wazipate kwa kwenda mbele. Wataka saa zote mwanamke mwenzio akija akuhadisie matatizo. Leo sijakula, leo sina hela, leo na bwana yule kanikopa. Nyinyi ndio maneno mnaotaka kuyasikia. Utaki kusikia maneno ya mwanamke mwenzio mazuri. Utaki kusikia maendeleo ya mwenzio. Wewe saa zote moyo wako mchafu. Ukisikia jambo la mwenzio ataharuki, moyo wa kupiga madufu namna hii. Wataka mwenzio awe maskini, mwenzio awe na matatizo, mwenzio awe na shida, mwenzio awe hana nguo za kuvaa. Kwa nini? Sisi wanawake hawatutanyokewa mpaka sijui kushuke manabii na watu gani, tuje tuombewe kweli kweli, naona ndo tutabadilika. Na katika hii dunia hakuna watu wabaya kama sisi wanawake. Wanawake baadhi yetu ni wabaya. Mimi nataka niwaambie tu, hakuna kitu kibaya kama kuwa na roho chafu. Tukizungumzia uchafu wa roho, ni uchafu kweli kweli. Kuna watu leo mmeolewa, mna wakwe zenu ndani ya nyumba. Mtu mama amemsomesha mtoto wake wa kiume, amepambana na mikopo, ameuza nyumba yake ya urisi, ameuza ng'ombe, kamsomesha mwanae. Leo mwanae yuko kwenye nafasi nzuri tu. Lakini wewe mtoto wa kike ambaye umeolewa, umekuja mkuta mwanamme ana meno yake 34 mdomoni, wataka umpangie maisha, asimlishe mamake, asimnunulie mamake gari, asimnunulie mamake nyumba. Wataka kila kitu ununuliwe wewe na familia yako. Wewe wamjua huyo? Umekuja kumuona mtu mzima na meno yake 34 mdomoni. Wataka upambane na mama yake mzazi ambaye alimlea mwanae kwa tabu, bila baba, amemlea kisingo mama, kwa shida. Mama ambaye amefanya mambo makubwa kwa ajili ya huyo mtoto wake ambaye wewe uko naye unamremote. Wewe uko naye unampangia maisha kwamba usimlee dadako, huyu leo usimpe. Au nani kazidi, aomba sana. Huyo mamako naye kila siku ana matatizo. Hivi wewe wamjua huyo mtoto amelelewaje? Wewe hivi wamjua huyo mtoto mama yake alimwekaje tumboni miezi 9? Hivi wewe wamjua huyo mtoto mama yake amemlea vipi? Hivi mbona nyinyi watoto wa kike baadhi yenu wapenda kujitoa fahamu? Hivi mtu kamzaa mwanae, kamweka tumboni miezi 9, akamzaa, akamlea, akamsomesha, kasacrifice mama wa watu maisha yake kwa ajili ya mwanae. Leo mpangie mtoto wake asimjali mamake kweli? Akujali wewe mwanamke ambaye kakuoa tu, mmejuana naye ukubwani. Manake ndoa ni urafiki bwana. Urafiki ukiisha na habari imekwisha. Kwa hiyo wewe umeingia kwenye ndoa, ataka uende ukajimilikishe familia ya watu. Kuna wengine wanawake baadhi yenu mkiingia kwenye ndoa ni shida kwenye familia za watu. Wewe ukifika ukamchonganishi kwenye nyumba ya watu, ukifika wewe ndio ukawe na roho mbaya, ukamgombanishe mwanamume na ndugu zake, akache kuwasaidia ndugu zake. Wewe ukifika mume ana mali zote ukaziteketeze, uzipeleke kwenu, ukalee wajomba zako, ukalee watu wako kijijini, yeye mwanamume umwache familia yake teketee. Kwa nguvu ambazo mtu kalelewa huku. Kuna watu wengine wamelelewa kwa michango. Mjomba atoe, shangazi atoe, mama mdogo atoe, sijui nani atoe, ndo aende shule, chuo, akalipiwe ada.
Alafu huyo mtu unakuja kummiliki wewe, utaki hata asaidie ndugu yake mmoja. Kuna mtu leo wamezaliwa wawili, yeye na mdogo wake. Wawili, mama amekufa, baba amekufa. Wewe unampangia mumeo asimlee mdogo wake. Wamezaliwa wawili kama macho. Wewe hujui kama jicho moja ukilikitoboka ukiwa na jicho moja ni kazi kuona. Wampangiaje huyo mwanamume uliokuwa naye maisha hapo asimlee mdogo wake? Ikiwa wazazi wao wamekufa, wameachwa wao wawili. Wewe wapambana asimlee ndugu yake, wewe watakaje? Hivi nikisema wanawake mna uchafu wa roho, maana uchafu wa roho ni huo. Wanawake baadhi yetu tuna uchafu wa roho sana. Hivi wewe umkataze mwanamume asilee familia yake? Mwanamume ambaye amelelewa kwa shida, kwa matatizo, kwa kuchangiwa na familia. Leo wewe ndio ukammiliki, ukajifanya wewe ndio mke, wewe ndio dhahabu, wewe ndio umeingia. Wataka ulete utata kwenye nyumba za watu, kwenye familia za watu. Wewe ni nani? Hebu wanawake baadhi yetu tujaribu kubehave, tujaribu kubadilika. Nikuzungumza uchafu, wanawake ni wachafu sana. Sijui niwazungumzie kwenye engo gani. Sijui tuzungumzie kwenye engo gani, maana lazima na mimi nijitumbukize, manake na mimi ni mwanamke. Sijui nizungumzie kwenye engo gani. Wanawake sisi baadhi yetu tulivyokuwa tumekithiri uchafu. Kuna wengine mko na waume zenu ndani ya ndoa, mume kasha kujua kama wewe uko kwenye hedhi, lakini wewe wataka upambane kufanya tendo la ndoa ndani ya hedhi. Huo pia ni uchafu. Hayo ni maroho. Ulimuona nani wewe kwenye maisha yako akafanya mapenzi ndani ya hedhi? We mtoto wa kike, kwa nini ujiheshimu? Kwa nini uwe msafi? Hivi wafanyaje tendo la ndoa katikati ya hedhi? Wewe una hedhi, wafanyaje tendo la ndoa? Kama sio uchafu ni nini huo? Tena uchafu wa akili na uchafu wa mwili, kwenda kufanya mapenzi ukiwa uko ndani ya hedhi. Wanawake baadhi yenu, watoto wetu baadhi yenu, mbehave. Wanawake hamwezi kubehave. Uchafu wenu uko wazi wazi, sio wa kujificha. Hamna hata haya. Tukizungumzia uchafu, twazungumzia uchafu kweli kweli. Wewe mwalimu ambaye uko shule, una mtoto wa watu, umekabidhiwa na mama yake umwangalie. Una kazi ya kupokea hela tu kwa mama yake, lakini mtoto wake umwangalie. Umwangalie, unapokea hela tu, lakini mtoto wake umwangalie. Huo ni uchafu wa nafsi. Huwezi kukabidhiwa mtu na mamake ukaitikia, maana hilo ni hiyo ni ahadi. Ahadi ni deni. Umeshapokea hela kwa mzazi, akwambia niangalizie mwanangu. Kwa nini wewe ndio unakuwa wa kwanza kumbetray yule mtoto? Ikiwa umelipwa hongo na mama yake mzazi, ambaye ni single mama, mwanamke mwenzio anamlea mtoto wake peke yake, anakupa hela hizi, mtizamie mtoto wangu. Wewe umekuwa wa kwanza kumbetray yule mtoto ambaye unalipwa hela, unalipwa ushuru kila mwezi. Mamake anaminyana ada pembeni, kila kitu pembeni, anakupa na wewe matron. Niangalizie mwanangu. Mwanamke mwenzio, wewe ndio wa kwanza kumbetray mtoto wake. Hivi jamani, wanawake tunajitambua kweli? Baadhi yetu wanawake tumelala sana, tuamke. Mwanamke leo umemwona mwanamke mwenzio kafungua duka lake anauza, na mwanamke ambaye wamjua, mwanamke maskini amepambana, amefungua ofisi yake ya biashara. Leo wewe unamvuka mwanamke mwenzio duka lake, unakwenda duka la pili la mtu ambaye hata umjui, unakwenda kumuungisha kwa sababu tu mwenzio ili asipate. Wanawake tuna uchafu mkali. Tukizungumzia uchafu everywhere, wanawake ni wachafu. Wewe mwanamke, nasema na wewe ambaye una urafiki na mume wa mwenzio, ukimwona mke wake barabarani amepita, unampigia simu. Halo, Adam, nimemwona mke wako kapita hapa. Nimeona mke wako kapita hapa, kampakiza sijui nani. Hata kama mtu kampakiza mjomba wake. Huyo mke hana familia, hana ndugu, hana marafiki. Ni wewe umepanga kumharibia mwenzio ndoa yake. Kuna mwanamke leo hapo umekaa unaniangalia, uko tayari kwenda kumharibia mwenzio ndoa yake kwa kwenda kutembea na mumewe. Wanawake tukikaa saa zote tutafutiana matatizo ili tukomeshane. Wanawake maisha yetu ni ya kukomeshana. Kuna mwanamke leo hapo unanisikiliza, umekaa wataka ukamwachanishe mwenzio ndoa yake na mumewe. Aachwe ili vile vifaranga alivyokuwa navyo, maana mna tabia watoto wa mwenzio pia waita vifaranga. Ili vile vifaranga alivyokuwa navyo apate kukoma navyo. Mtamkomesha.
Ataachwa tu. Ndamchukua mume wake nikamfanyia mambo, nimchanganye, nimchukue, aachwe, apate tabu na vifaranga vyake. Mwanamke mwenzio huyo kakufanya nini? Saa nyingine mwanamke wala humjui, mmekutana tu, wewe una urafiki tu na mumeo, basi umekuwa ni shida kwenye familia ya watu, kisa tu ni urafiki na mume wa mtu. Jamani, wanawake baadhi yetu, wapi tunakwenda? Tujirekebishe. Wanawake tuna tabia ngumu. Wanawake shetani pia tuogopa. Tuna tabia ngumu wanawake baadhi yetu. Badilikeni. Ulimwengu tuliokuwa nao sio ulimwengu wa nyuma. Ulimwengu tuliokuwa nao sasa ni ulimwengu mzito. Tubadilike. Watoto wanakufa, watu wanakufa wadogo. Tubadilike. Tumrudie Mungu wanawake baadhi yetu. Tuna mambo makubwa sana tunayafanya ambayo Mungu akisimama akituona, wanawake wote tutakufa, watabaki wanaume watupu. Wanawake tuna roho ngumu sana. Wanawake ni wabaya sana. Hakuna kitu kikubwa kama mama. Tumepewa jina kubwa na Mungu. Jina la mama ni kubwa mno. Hatulitendei haki. Ukiwa kama mama, ukimwona mtoto wa mwenzio anafanya kitu kibaya, mkataze. Ukiwa kama mama, uchungu wa mwanamke mwenzio ndio uchungu wako wewe, kwa sababu sote ni wanawake. Jina la mama ni kubwa, tulitendei haki. Jamani wanawake, tujitahidi kuwa na huruma. Tuwahurumie waume zetu, tuwahurumie wakwe zetu kwenye familia tunazoingia. Tuwe na huruma tunapokuta watu wameishi kwenye maisha magumu kwenye familia. Tuwe sisi ndio wa kuwaunganisha, kuwaweka pamoja, sio sisi ndio wa kuwasambaratisha. Mwanamke, unapomwona mwanamke mwenzio kapata stara sehemu kwenye kazi, acha kwenda kumharibia kazi mwenzio. Adhabu yake ni kali, adhabu yake ni kali. Adhabu ya Mungu ni kali, hakuna anayeiweza. Adhabu ya Mungu ni kali, hakuna anayeiweza. Wanawake tubadilike. Ni ushauri wangu ni huo. Sina mengi ya kuwaambia. Mimi ni waage, lakini nimezungumza taratibu. Siku zote mwanijua Malkia Oba kwa kuzungumza kwa energy kali sana, lakini hili jambo linaniumiza mno, na ndio maana nimekuja kuongea taratibu ili mpate kunielewa. Nimeongea kwa masikitiko na uchungu mkubwa, kwa sababu hakuna sekta mbaya kama sekta ya wanawake. Wanawake sekta yetu ni kubwa sana, mbaya, chafu. Mimi ni waage tu. Kama mtanisikiliza nisikilizeni, kama mtaacha ushauri wangu nyinyi uacheni, lakini mimi nimeongea ukweli wangu. Wanawake baadhi yetu sisi ni wanyama. Wanawake tumezidi kuwa wanyama. Wanawake ndo tumekuwa shida kwenye maofisi. Wanawake ndo tumekuwa shida kwenye familia. Wanawake ndo tumekuwa shida kila sehemu, everywhere. Wanawake tuna shida. Mimi niombe tu tubadilike ili Mungu atubariki. Kama tunataka tubarikiwe, tubadilike. Tuwe na roho safi. Tuache uchafu wa nafsi. Tuache uchafu wa akili. Tuna fikra hovu, tuache. Tubadilike ili Mungu atubariki. Kwa sababu watu wanakufa sana. Turudi kwa Mungu. Kama kuna wewe unanisikiliza, unaniona, kuna dhambi ambayo uliifanya kwa mtoto wa mwenzio, leo nenda katubu. Mfuate mtoto, kamuombe msamaha kwa ulichomfanyia, ili Mungu asikuadhibu na kizazi chako. Ili kizazi chako kisiharibike, rudi katubu. Wanawake wengi tunatakiwa tutubu. Wanawake tuna mambo makubwa tunayofanya, tunatakiwa tutubu. Kama umenisikia wewe mwanamke mwenzangu, kuanzia leo rudi, nenda katubu, na Mungu atakubariki na Mungu atakusamehe makosa uliyofanya. Mimi ni waage, kwa herini.